أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, mwanamke yeyote yule atakayehakikisha anaswali sala zake 5, sallat khamsaha, akiweza kutimiza kila siku kuswali sala zake 5, wasamat shahraha, na akafunga mwezi mtukufu wake wa Ramadhan, thumma wa ata'at zawjaha, na akawa ni mtiifu kwa mume wake. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema dakhalatil janna, mwanamke huyu anaingia peponi moja kwa moja, tena kupitia mlango wowote atakaochagua yeye kuingia peponi. Yani anasubiriwa na pepo ikiwa atajitambua mwanamke, na huyu ndio imraatun saliha. Tulikuwa tunaangazia katika somo letu la saadatu almar'i 4, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatufundisha kwamba almar'atu saliha, mwanamke aliye mwema. Mwanamke mwema ni achukue sifa hizi. Sifa zipi? Ahakikishe kipindi hakimpiti hata kimoja katika sala 5. Ahakikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani anafunga, na ahakikishe anamtii mume wake katika kila jambo isipokuwa katika maasi ya Allah tabaraka wa taala. Lakini mume wako anapokuamrisha jambo lolote lililo la kheri na la halali, ni wajibu kumtii. Na ukiweza hivyo, basi mama yangu, dada yangu, ndugu yangu, mwanamke, basi pepo inakusubiria. Pepo inakusubiria, tena utachagua mlango katika milango ya pepo. Utakaochagua ndio utakaoingilia peponi. Mwanamke yeyote atakayeswali akatimiza vipindi vyake 5 kutwa kila siku, na akafunga mwezi wake mtukufu wa Ramadhan, na akamtii mume wake, anaingia peponi. Nimalizie kwa yale maelekezo mazuri yanayotokana na maswali yaliyoulizwa katika kipindi maalum cha Wafahamu Ahlul Bait alayhimus salatu wassalam. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Kwa upande wa mwanamume, atakapokuijieni yule ambaye mnairidhia dini yake na tabia zake, basi muozesheni. Sifa ngapi amezisema? Sifa 2. Yule mnaoiridhia dini yake na tabia zake, yani mtu mwenye akhlaq tayyiba, ana dini na tabia nzuri, huyo muozesheni. Na hakusema katika kumuozesha mwanamume labda muangalie uchumi wake, mali zake, na kazi yake na kuendelea. Nasema man tardhauna dinahu wa khuluquhu, sio man tardhauna ATM lahu, sio yule mnaoridhia ATM yake inasoma kwenye akaunti ana kiasi gani, ana ng'ombe ngapi, ana mashamba mangapi, ana nyumba ngapi, ana magorofa mangapi, ana mradi gani, ana biashara gani, anafanya kazi gani. Man tardhauna dinahu wa khuluquhu,
ni yule mnayeiridhia dini yake na tabia zake, muozesheni. Lakini kwa bahati mbaya leo mtu yuko tayari kumuozesha mtu ambaye anajua ni jambazi, lakini kwa kuwa anamiliki mali basi anamuozesha. Ni mwizi, ni dhalimu, ni muongo, anamuozesha. Hata angelijua ni mchawi, ni muuaji, anamuozesha kwa sababu anatafuta mali. Mtume amesema la man tardhauna dinahu wa khuluquhu, yule mnayeiridhia dini yake na tabia zake. Lakini mtu unamjua mlevi, mtu unamjua mwizi, mtu unamjua muongo, mtu unamjua mfitinishaji, mtu unamjua jambazi, mtu unamjua muuaji, mtu unamjua ana sifa zote chafu, lakini kwa sababu ATM yake inasoma unamuozesha. Mtume amesema la man tardhauna dinahu wa khuluquhu, ni yule mnayeiridhia dini yake na tabia zake. Ni mkweli, ni mwaminifu, ni mcha Mungu, ni mpole, ana sifa nzuri zinazopendeza, ndo tabia hizo. Lakini ana dini, anaswali swala 5, anafunga Ramadhani, anatoa zaka, anatekeleza yale maamrisho yote ya Allah tabaraka wa taala, na anaacha makatazo yake. Ama kwa upande wa mwanamke, kwa kumalizia, ambaye ndio tulikuwa tunamzungumzia hapa, anasema tunkahul imraatu bi 4 khisal, mwanamke anaolewa kwa 4 khisal, vigezo 4, sifa 4, mambo 4. Jambo la kwanza akasema jamaliha, uzuri wake. Jambo la pili akasema bimaliha, kwa mali yake. Jambo la tatu anasema binasabiha, na au hasbiha, kwa nasabu yake, ukoo wake. Jambo la 4 anasema wa bidiniha, kwa dini yake. Mambo mangapi? 4. Mwanamke achunguzwe mambo 4. Jambo la kwanza uzuri wake, lakini angalia nasabu yake, ukoo wake. Huu ukoo ni ukoo wa wacha Mungu, ni ukoo wa watu wema, ni ukoo wa wenda wazimu, ni ukoo wa majambazi, ni ukoo wa wezi, ni ukoo. Na kama ni ukoo wa wacha Mungu basi kaoe. Lakini pia achunguzwe mwanamke katika kuolewa kwake, sio tu ukoo, mali yake. Anaweza akawa na mali pia, kwa sababu ya mali yake ukamwoa, lakini ni mali ya halali na kadha. Lakini hapa jambo la mwisho ambalo ni muhimu, dini yake. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hakika hakikisha unachagua mwanamke ambaye unamchagua kwa dini yake, kwa dini yake, kwa sababu anasema hivi vingine vyote, sijui uzuri wake unaweza ukaharibika, mali zake zinaweza zikapotea, zikaisha, akafilisika, lakini pia ukoo wake unaweza ukasuluhika. Lakini dini yake, hakikisha unamchagua kwa dini yake, kwa sababu akiwa dini yake imenyooka kama rula, ndo mwanamke imraatun saliha, mwanamke mwema. Akiwa dini yake iko sawasawa, ndio mwanamke ambaye sio tu ni imraatun saliha, ndio mwanamke ambaye anajua jihadi yake ni nini, ni husnu tabau. Ndio mwanamke ambaye atatimiza majukumu yake, atatekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na kuacha makatazo yake. Ndiye anayejua kwamba kuswali sala 5 ni faradh, ndiye anayejua kufunga Ramadhani ni faradh, ndiye anayejua kumtii mume wake ni faradh. Kwa hivyo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasisitizia mwanamke mwenye dini,
Kwa hivyo hapa pia tumejibia lile swali la msikilizaji wa Afya Radio na mtazamaji, ya kwamba ni mwanamume gani anafaa kuozeshwa na ni mwanamke gani anafaa kuolewa. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.